Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Hebu imagine abduction nchini Kenya. Hazitaki kujua wewe ni governor, wewe ni MP. MP wa Juja akiwa katika kanisa la Full Gospel kule aliweza kutekwa nyara. Hebu imagine baada tu ya kutoka kanisa. Hebu cheki video before tuendelee. Sasa unaweza jiuliza, huyo ni member of parliament, anatoka tu nje ya kanisa, anashikwa kinamna ile. Yani hakuna protocol ambayo anaweza patiwa. Ni mjamaa hawezi potea, ako nchini Kenya, anaweza ambiwa jisalimishe na akuje. Otherwise anaweza shikiwa hata kwa bunge, ni mheshimiwa. Sasa ashikwe kiwango kama kile. Sasa inatupatia picha nyingine mbaya sana ambayo tunajiuliza sisi wananchi wa kawaida tunaweza fanyiwa nini? Shida kubwa, kuna hii video. Anapatikana kwa situation kama hii. Watch this video. Sasa nimemwambia ni mtu kwa sababu sijui ni huyo ni mchana. Mimi alikuwa pale anaitana hivi. Mimi unajua lugha yake sielewi. Swali langu kuu kabisa ni kitengo kigani hichi cha polisi ambacho hata IG wa polisi hajui information yote kukihusu? Ni kitengo kigani hiki kinachukua watu kinawapeleka kwa mashamba ya kahawa na kuacha mbunge katika hali kama lile? Ni kitengo kigani hiki kinachukua mbunge kama Peter Salasya na kutoboa gari lake likienda, yani kurisk maisha ya ule member of parliament na maskari ambao wako pale ndani? Haijaionekana. Yani ni kama ungedhani ni magaidi. Yani gavana natembea anashikwa ovyo ovyo. Mtu kama Rigathi Gachagua anatokelezewa, anashikwa, anafanyiwa mavitendo ambazo si za kawaida. So mimi kwangu sioni ikiwa haja kubwa zaidi. Na kuna jambo fiche ambalo Rigathi Gachagua alizungumzia last week. Akasema kwamba kuna plan wanatumia mpaka chemical gases ambazo hazitawaua kwa hivi sasa, ni kwa muda wa miezi kadhaa, ili kuficha ushahidi wa mambo ambayo yalifanyika pale. Tuliona na mambo kama na Matiba na wengineo ambao wameshaiadhiriwa na mambo kama yale. Ndio huyu Rigathi Gachagua akicall out wale ambao anafikiria kwamba walihusika katika njama kama ile. Sikiza hii video. Yeye mwenyewe, ile waziri anaitwa Murkomen na DIG anaitwa Langat, wote watu ya kabila moja. Rais Murkomen na Langat, watu ya kabila moja, ndio wamepanga jama ya kuangaisha viongozi ya Mlima Kenya. Huyu mjumbe ya Juja, George Koiburi, alitekwa nyara juzi na maafisa ya polisi. Jana pale Kakamega, askari walikuwa wamepangwa 300 na wako wale kama 20 ambaye wanatoka ile sub community inaitwa Nandi, walikuwa wamepewa kazi ya kumuumiza John Medho, yule senator wa Nyandarua. Na hiyo ni mpango ya Rais Murkomen na Langat. Hata ile walikuwa wamenipangia maaskari pale wanipatie poison vile walifanyia Kenneth Matiba, ndio ubongo yangu iharibike nishindwe kuongoza hii jamii. Walikuwa ni watu ya jamii yake. Kwa hivyo tuko hatarini. Mambo ni mawili tu peke yake. Either wa join William Samoei Ruto ama wanyamaze. So ni process ama njia ya kuweza kuwanyamazisha ili wasiweze kufanya zile kampeni ambazo wanafanya dhidi ya William Samoei Ruto. So wataekelewa makesi za mashamba, za mafinance, za mambo mengine mengi, na wanawekwa pia uoga. Nataka uone hapa video. Amekuwa akitoka jela ama akitoka kotini, anashikwa tu hapo hapo. Yani wanaishi katika hali ya uoga. Watch video tukiendelea. We shall overcome someday. Deep in our hearts, we will believe. We shall overcome. We shall overcome.
Sio wote wanakimbishwa, lakini wacha tuangalie ni kwa nini amekuwa akikimbishwa. Amekuwa akitoa siri nyingi sana za pale bungeni ya kwamba wamekuwa wakipatiwa pesa milioni 2 wakati wa finance bill na mambo mengine kama yale. Watch this video. Nitondo nitwete yobia nemorona pesa ya kuona makonia nini wa bũrũri tukio kura yothe ĩrĩa ĩraikia yes nikaheo milioni 2 ndiũria milioni 2 ikũrutwo nĩ ũndũ wa kĩ ona itarĩ na interest nene ya gũtuĩria nĩkĩ tũreka njĩra ũtukũ mũgima ngĩthoma finance bill. As you read my letter last week on Tuesday, I did not indicate why I am apologizing, but I'm here to indicate that, or to say this. I was in church and I make a mistake by saying that the members of parliament that voted yes, they were bribed with the 2 million. Honorable Speaker, I'm here to say sorry to the members because I don't have any evidence that they receive money. Honorable Speaker, those was just a hearsay that I had when we was voting during the second reading of finance bill. I urge the members to forgive me and then we move forward for the betterment of this country. Yes, ni kawaida kabisa ukiangalia mimik, ukiangalia facial expression, akona uoga. Ameshaweka uoga kabisa na ameamua ya kwamba sasa ni kutulia kidogo, maybe kutokuzungumza zaidi kwa sababu kila wakati ni kushikashikwa ovyo ovyo. Kwa hivi sasa umeona maybe alikuwa amethreateniwa na akaona ni mchezo, na kwa hivi sasa amepatikana akiwa kwa shamba la kahawa. How you never know, kama amechapwa kagasi kidogo kenye wanashinda wakisema kiporojo. Saa hatujui hiyo maneno, lakini kuna kitu ambacho amefanyiwa such that analala pale chini, anangorota na bila kujielewa ako wapi. So you never know ni nini amefanyiwa. Jambo lingine, wale ambao wanatumana, wale ambao wanapeana zile pesa, wawezi washika ovyo ovyo. Hakuna pahali utawahi shika William Samoei Ruto ati amepeana milioni 2. Anatumia wale ambao wako kule chini. Mfano mzuri kabisa, kuna mkubwa wa polisi akijaribu kuuliza, hata anatuuliza sisi wa Kenya, hii pesa mnasema waskari wadogo wadogo, maaskari wadogo wadogo wanachukua, je, wanapeleka wapi? Sasa nataka uangalie, sisi ndio tunaulizwa, hizo pesa zinaendanga juu wapi? Hata wanafika pale wanatuuliza, kwani zinaendanga juu mbinguni? Sikiza uone tu ukweli. Uongo ambao tuko nayo Kenya haitatusaidia. Corruption iko so deep na mauovu yamezidi. Na niposa mimi husema kila wakati, hatujafikia demokrasia. Tunaijua tu ile theory, lakini kipractical bado hatujafikia. Watch this video tukiendelea, na kama ni mara yako ya kwanza, please make sure umesubscribe, like and share ninapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, na kuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia mzima bila kuegemea saidi yote ukabila, siasa wala dini. Watch this video. I'm never happy. Every other time I hear that there is a traffic officer who has been arrested collecting bribes out there. Hata nyinyi mnasikia kabaya. Sifurahi mtoto wangu akiniambia, "Ai, umeona hiyo video nimekutumia?" You know. And you see, hawa watoto wananitumia as a matter of urgency. Hey, it's not fair. See? It's not very fair when you see that Daddy, umeona hii, unajua hii watu hii wanasema wanaokota pesa walete huko juu. Sasa huko juu wakati wapi? Sijui hii juu ni gani? Wapi sasa? Because every time you see we are collecting so that tunapeleka hii juu ni gani? Hii sijui bwana. Wanapeleka bigudi. But sasa inatuletea shida juu ukinunua hata jacket mpya
Ukinunua hata kagari na uko na uwezo wa kununua chuali, we suspect imeanza kumfikia. Sasa, you know, see, it's not fair. Eh? And maybe even my children, at one point or the other, they might think that, unajua daddy, anaweza kuwa pia anafikiwa. Hata amenunua shamba pale. They don't know me nimepewa road na cooperative. Ninunue shamba hapo. No, they can't understand that. So, we must kick out corruption in the service, in kweli, so that we can be able to do our things in dignity. We want to educate our children in dignity, ni kweli. Nani anataka kueducate mtoto yake na pesa ya corruption? Who want to introduce watoto wake kwa corruption? Hapa. Iko mtu. Watoto wako somesha na pesa zako, so that usiabukize ho shida hata kidogo, si kweli? Usilete shida kwako. Tafadhali. So, we must agree kwa kauli moja that corruption we must root it. Na tugodhie maandamano gina Muriris Koimburi. Naomba kadogi Muriris Koimburi. Thank you very much. Kuunga serikali mkono sio shida, sababu demokrasi, tuko katika demokrasi, nchi huru. Kwa hivyo mtu unafanya vile inataka tu, bora tu usitatize salama ya nchi. Hiyo tu. Kama mtu unafanya maendeleo, watu yote anaridhika na yeye. Watu karibu 10,000 inaridhika na yeye. Sasa mtu kama huyu, mimi kwa maoni yangu mzuri arejeshe nyumbani bila shida yoyote, naomba serikali. Hatujui mahali walimpeleka. Sasa amejaribiwa, yani kutafutiwa, na hajaonekana tangu sasa. Na sasa tuko na huzuni sana. Tungetaka wamuachilie ili aendelee na kutumikia hawa watu wake, kwa sababu sisi ndio tulimchagua. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote, ukabila, siasa wala dini. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote, ukabila, siasa wala dini.